Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi namshukuru Mungu na asubuhi ya leo. Ni asubuhi nyingine ambayo Mungu wetu ameifanya akaitengeneza. Ninamshukuru Mungu ni kwa sababu ya nafasi hii ambayo Mungu amenipatia na akakupa pia, ili tufate kuzungumza ama kusemezana kuhusu neno la Mungu, na mwisho tutaomba Mungu na tutaona kile ambacho Mungu atafanya. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu amenipa uhai na uzima mara nyingine tena na asubuhi ya leo, ikiwa leo hii ndio Jumapili ya mwisho katika mwezi huu wa pili. Kwa hakika katika mwezi huu wote Mungu wetu amekuwa mwaminifu, ni kwa sababu ifikapo Jumatano tutakuwa tumefika mwezi wa 3. Kwa hivyo tukiwa tuko karibu, nimebakisha siku 2 tu ili tupate kufunga mwezi huu ambao ni wa pili. Kwa hakika amekuwa mwaminifu. Mungu huyo amenituma na tena na asubuhi ya leo ili nipate kuongea na mtu ambayo ako tayari kukutana na Mungu asubuhi ya leo. Leo hii niko na neno moja ambalo nataka nisome. Niite Askofu Joseph Odindo, mzaliwa wa Kisumu County, mali inaitwa Seme, mali inaitwa Kitmikai. Hapo ndipo nimesaliwa. Kwa sasa ninavyoongea niko hapa Nairobi niko mali inaitwa Kibera niko mali inaitwa Kibera Olympic Estate. Hapo ndio ninaishi pale. Kanisani pia iko Kibera. Kwa hivyo ukitaka kushiriki pamoja nasi ama kututembelea ama uko na neno ambalo unataka tuzungumzie kuhusu neno la Mungu, unaweza ukapiga namba hizi ambazo zimeandikwa hapa, ni namba zangu. Alafu tutaongea pamoja, tutaomba pamoja, na alafu tuone kile ambacho Mungu wetu mwaminifu atafanya. Nikubalie na asubuhi ya leo nisome neno katika kitabu ya Luka ni 8 mstari wa 22 hadi 25. Alafu tusikie kile ambacho Mungu anasema. Biblia inasema hivi: ikawa siku zile moja wapo alipanda chomboni, yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tufuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Wakatweka matanga. Nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa. Chombo ikaanza kujaa maji. Wakawa katika hatari. Mstari wa 24 inasema, wakamwendea wakamwamusha wakisema, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka, akakemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Mstari wa 25 inasema, akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa, wakaamka, wakasema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji, navyo vyamtii? Funga macho yako na tuombe. Baba wetu, ewe Mungu wetu mwaminifu, Yesu Kristo, tunakushukuru mfalme, tunakuinua. Tunasema ni asante Jehova, ni kwa sababu ya siku nyingine na asubuhi ya leo ambao umefanya. Ulianza pamoja nasi mwezi huu wa pili. Jehova, tulivyokuwa tunaanza mwezi huu, tulikuomba ukaanze pamoja nasi na ukaenende pamoja nasi. Jehova, na asubuhi ya leo tukiwa katika Jumapili ya mwisho, na tumebakisha siku 2 tu tufunge mwezi huu wa pili na tuingie katika mwezi mpya wa 3. Jehova, tunasema kwa hakika wewe ni Ebeneza, wewe ni Mungu, wewe ni kimbilio. Jehova, tazama asubuhi ya leo umenileta hapa mara nyingine tena, ni kwa sababu ya neno lako, ili nikapate kuzungumza na watumishi wako ama watu wako ambao umewapa nafasi ya kunitazama na kusikia kila ambacho umeiweka katika moyo wangu na katika kinywa changu.
Yesu, nikiwa hapa najikabidhi mkononi mwako. Nitawale Yesu, niongoshe, ukanitumie kama chombo iliyo tayari kutumika. Ukakutana mahitaji ya watu wako, ukawatende mema, ni kwa sababu wewe ndiye Mungu mtenda mema. Ukaonekane, ukajidhirishe. Pokea sifa sote jemedari, kwa sababu wewe ni Mungu leo hata milele. Katika jina lako Yesu nimeomba na hata nimeamini. Amen. Ninamshukuru Mungu tena na asubuhi ya leo. Mungu wetu ambayo ni Mungu wetu mwaminifu amenipa nafasi tena na asubuhi ya leo ili tukaongee kuhusu neno ambalo nimesoma katika kitabu cha Luka 8, na nimesoma mstari wa 22 ndogo hadi 25 ndogo. Na maandiko takatifu inaongea kuhusu Yesu ambayo ni mfalme wetu wa wokovu, Mungu wetu ambayo ni Yesu Kristo aliyetuokoa, aliyetoa mwili wake na damu lake pale msalabani, ni kwa sababu ya wokovu ambao tuko nayo. Basi neno hii inaongea kuhusu Kristo pamoja na wanafunzi wake. Biblia inasema kwamba na siku moja wakiwa katika kando la ziwa, basi akaambia wanafunzi wake kwamba basi natufuke mpaka ng'ambo ya ziwa, ili tukanende upande ule mwingine tukahubiri habari njema vile tumekuwa tukifanya upande huu. Basi kulikuwa na chombo moja, wakawa wamepanda lile chombo, na maandiko takatifu inasema kwamba wakatoa nanga ili wakanende katika ng'ambo ile nyingine ya ziwa. Na maandiko takatifu inasema walivyokuwa katika safari ya kufuka katika ng'ambo ile nyingine ya ziwa, maandiko takatifu inasema basi upepo mkali na tufani ikiwa imetoka katikati ya ziwa. Maandiko inasema kwamba basi maji ikaanza kujaa katika lile chombo waliokuwa wakitumia ili wapate kufuka ng'ambo ya ziwa. Maandiko takatifu inasema basi wanafunzi wake walivyotazama vile maji inaendelea kujaa katika lile chombo waliokuwa wakitumia, chombo ikawa nzito na chombo ikawa inataka kusama, chombo ikawa inataka kusama na maji. Na maandiko takatifu nasema wanafunzi wake Yesu wakawa wamelia machozi, wamelia sana, wakasema tutakufa, tunakufa. Na wakakumbuka kwamba walitembea na mtu mmoja jina lake Yesu Kristo wa Nazareti. Maandiko takatifu nasema basi wakaondoka kwa upesi ili wakanende mahali ambapo Yesu alikuwa anapumzika. Kwa sababu maandiko takatifu nasema walivyokuwa wameanza safari wakielekea katika ng'ambo ile nyingine ya ziwa, maandiko takatifu nasema basi Yesu Kristo aliyekuwa katika lile chombo pamoja na wanafunzi wake akapelekwa na usingizi, akawa nalala katika lile chombo, nao wanafunzi wake wakiwa katika hali ya hatari ya kufa. Maandiko takatifu nasema basi wakakumbuka kwamba walikuwa na mtu mmoja jina lake Yesu waliokuwa wameanza naye safari, lakini katikati ya safari akawa wamepelekwa na usingizi, akawa nalala katika lile chombo. Maandiko takatifu nasema kwamba basi wakamwendea mahali ambapo alikuwa analala, naye wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Hama maandiko ingine inasema tunakufa. Biblia inasema kwamba naye Kristo alipoinuka, naye akanyosha mkono wake, akakemea upepo mkali pamoja na tufani. Na maandiko takatifu inasema upepo mkali na tufani ikatii Yesu Kristo na ikatulia, na bahari ikawa shwari. Maandiko takatifu inasema naye Yesu Kristo akatazama wanafunzi wake vile walivyokuwa wanalia, vile walivyokuwa wanahangaika, vile walivyokuwa wakawa na wasiwasi kwamba wanaenda kufa. Maandiko takatifu inasema Yesu Kristo akawatazama baada ya kunyosha mkono, baada ya kuamuru upepo mkali na tufani ili kapate kunyamaza na ikawa shwari. Maandiko takatifu inasema kwamba Yesu ambayo ni mfalme wetu, ambayo ndiye Mungu wetu mwenye nguvu, akawatazama, akawauliza swali, imani yenu basi iko wapi? Je, imani yenu iko wapi? Maandiko takatifu inasema basi wakawa wanafunzi wake wakawa wameingiwa na uoga, wakawa wameogopa sana, kwa sababu walikuwa na shangaa
kwamba ni mtu gani huyu. Na maandiko takatifu nasema waliinuka kwa miguu yao ndani ya ile chombo, na wakaulishana moja kwa moja. Hapo wakaulishana wao kwa wao kwamba huyu mtu ni mtu aina gani. Hata upepo mkali na tufani inamsikia na inamtii. Huyu ni mtu aina gani? Basi wakajiulisha. Maandiko takatifu nasema upepo mkali ikatulia. Nami pia na asubuhi ya leo, hili ndio neno ambalo Kristo ambayo ni wetu wokovu amenituma nalo, ni kwa sababu yako. Amenituma nayo ni kwa sababu ya nyumba yako, kwa sababu ya ndoa yako, kwa sababu ya jamii yako, kwa sababu ya mahitaji yako, kwa sababu ya kilio chako, kwa sababu ya mahitaji ya nyumba yako na mahitaji ya ndoa yako. Maandiko takatifu nasema walianza safari vyema. Yesu kisha akawa amemwambia, basi natufuke ng'ambo ya ziwa ili tuende katika ng'ambo ile nyingine, ili tukapeleke habari njema kule kwingine, kwa sababu hata wale wengine wanahitaji habari njema. Basi wakalipanda chombo ili wakafuke ng'ambo lingine la ziwa. Maandiko takatifu inasema wakiwa katikati ya bahari, basi upepo mkali na tufani ikatokea. Wakawa katika hatari, wakawa katika hali ya kufa, wakawa katika hali ambayo maji inajaa chombo, maana wakawa katika hali ya wasiwasi. Wanajiulisha, tunakufa katikati ya bahari. Wakawa wanalia machozi. Naye Yesu Kristo akainuka akakemea upepo mkali na tufani, naye upepo mkali ikamtii na ikamsikia na ikatulia. Basi wale wanafunzi wakashangaa, wakajiulisha, je, tunatembea na mtu aina gani? Huyu mtu ni mtu gani? Hata upepo mkali na tufani inamsikia na inamtii na inatulia. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tunatembea mali ambapo watu walianza safari na Kristo. Tulivyokuwa tunaanza mwaka, ninaamini kuna watu wengi ambayo walianza safari na Kristo. Walianza safari na mfalme, walianza safari wakisema kwamba sisi tutatembea na Kristo. Mwaka huu ni yetu na Kristo. Mwaka huu tutamuona Mungu katika maisha yetu. Mwaka huu tutamuona Mungu katika ndoa. Mwaka huu tutamuona Mungu katika biashara. Mwaka huu ni mwaka wetu, tutamuona Mungu katika kazi zetu. Lakini katika safari walivyokuwa, basi Yesu Kristo akawa ameenda usingizini. Yani wanatembea pasipo Kristo. Wakati mwingine ninaambiaga watu kwamba safari siyo safari pasipo Yesu Kristo kuwa katika hiyo safari. Unaweza ukatembea, lakini pasipo kuwa na Kristo, basi safari yako hiyo haitaenda mbali, ama utatua vile unavyotaka kutua, kwa sababu kunalo tufani na upepo mkali katika njia. Katika njia ya wokovu tuko na upepo mkali na utufani mkali, ambapo kama mtu hajatembea na Kristo ambaye anaweza kumwamusha, basi utakuwa katika hali ya kufa. Maandiko takatifu nasema basi wanafunzi wake Yesu wakawa wanalia, wanajiuliza tunakufa. Naye wakamwendea Yesu Kristo ambaye ni mfalme wetu wa wokovu, wakimwamusha, wakimwambia, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia, tunakufa, tunashama. Na Yesu Kristo akainuka, na baada ya kuinuka akakemea upepo mkali na tufani, nayo upepo mkali na tufani inaogopa sauti yake Kristo, nayo ikatulia, na bahari ikawa shwari, na chombo ikawa sawa tena. Maandiko takatifu inasema kwamba wale wanafunzi wakashangaa katika moyo wao, wakasemesana wao kwa wao, mtu huyu ni mtu aina gani tunatembea naye? Huyu mtu ni mtu aina gani ambaye anakemea pepo na inamtii, anaongea na tufani na tufani inatulia? Biblia inasema kwamba wakashangaa. Nami pia na asubuhi ya leo ninanena na mtu mmoja asubuhi ya leo ambaye alianza safari na Yesu. Wengine hawakuanza safari na Kristo. Watu navyozungumza kwa sasa wako katika hali ya kufa, wanashangaa nani atakaye wasaidia. Nimeleta habari njema kwamba tunali mtu ambayo pepo mkali ambayo inakupiga na asubuhi ya leo inamuogopa, ambayo tufani ambayo unayapitia inamuogopa. Wengine wanapitia katika hali ngumu, wengine wamefikiria
kwamba hii upepo mkali na tufani itatuangamisha, itatuua. Nimekuja na habari njema. Yesu Kristo alivyoamuka na alivyoinuka juu, akakemea upepo mkali na tufani, na kile ambacho aliuliza wanafunzi wake, je, imani yenu iko wapi? Nami pia na asubuhi ya leo nimekuja nikanene pamoja na mtu, nikanene na mwanamke na mwanaume, nikakwambie na asubuhi ya leo kwamba ingawa unapitia katika hali ngumu, ingawa unapitia katika tufani ambayo inakupiga kila upande sote, tufani inakupiga, watu wanakuonea siku baada ya siku, mahali popote unavyoenda wewe ndiye watu wanakuonea tu. Yani wewe ndiye mtu ambayo ana bahati. Unatembea ukitafuta kazi, yani una bahati. Ukitafanya biashara, wewe hauna bahati. Umeshangaa, umelia sana, umelia na ukajiuliza, ni nani atakayenisaidia? Ni kwa sababu ukianza biashara yako inazama tu. Ulianza vyema, lakini kwa sasa tunavyozungumza biashara yako inazama tu. Ni kwa sababu ya tufani na upepo mkali. Nimekuja kwako na habari njema kwamba Yesu Kristo amenituma na asubuhi ya leo kwako tunavyofunga mwezi huu wa pili, kwa sababu leo hii ndiyo siku ama Jumapili ya mwisho katika mwezi huu. Tumebakisha siku 2 peke yake ili tukaingie katika mwezi wa 3. Mungu wangu wa ajabu, Yesu Kristo ambaye ni wokovu, Yesu Kristo ambaye ni wa Biblia, amenituma nikanene pamoja na mtu na asubuhi ya leo nikakwambie, hata utufani mkubwa ama tufani ambayo inakupiga, upepo mkali ambayo inakupiga na asubuhi ya leo, Yesu Kristo ndiye Mungu ambayo tufani mkubwa inamuogopa. Hakisimama tu ni kwa sababu yako. Upepo inayokupiga, upepo inayopiga nyumba yako, upepo inayopiga biashara yako na kazi yako, itamtii na itatulia na mambo itakuwa shwari tena. Leo na asubuhi ya leo nimekuja nikanene pamoja na mtu ambaye anainga hapa na pale, anahangaika huko na kule, anajiuliza ni nani atakayesimama kwa sababu yangu. Nimekuja nikaambie mwanamke moja, nimekuja nikakwambie ndugu yangu, nimekuja nikakwambie kijana kwamba Yesu Kristo akiinuka kwa sababu yako, kila kitu inayokupiga, kila tufani, kila upepo mkali, lazima itatii, lazima itatulia. Ni kwa sababu yeye ndiye Mungu, yeye ndiye Jehova ambaye akinyosha mkono wake ambayo ni wa ushindi, mkono wake wa kulia iliyo na nguvu, iliyo na uwezo. Tufani mkubwa inaogopa jina moja tu, jina la Yesu Kristo, jina la Yesu ambayo ni lenye nguvu, jina la Yesu Kristo iliyo na uwezo na mamlaka. Biblia inasema kwamba wakawa katika hali ya kufa katikati ya bahari, kwa sababu walivyokuwa wameanza safari. Biblia inasema kwamba bahari ilikuwa shwari, ilikuwa imetulia. Wameanza safari wakiwa na furaha, wameanza safari wakiwa wanacheka tu, yani wanacheka wakiangalia mbele, wanaona iko sawa, wanaamini kwamba watatua salama. Lakini katikati ya bahari, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana, jina lake Yesu Kristo ikainuliwe na likabarikiwe. Maandiko takatifu nasema, lakini wakiwa katikati ya bahari, basi tufani mkubwa na tufani mkubwa na upepo mkali ikatokea. Biblia inasema kwamba basi safari yao ikawa imeanza kuwa na shida. Wakafikiria kwamba tutakufa, tunaangamia, tunamalishwa katikati ya bahari. Lakini wengine wakakumbuka kwamba kunalo mtu anaitwa Yesu ambayo tulianza naye safari. Ingawa amelala, lakini bado yeye ni Yesu tu. Ingawa ametulia, bado yeye ni Yesu tu. Katikati ya tufani, wacha na tumuamshe ili tuone kama atatusaidia. Maandiko takatifu inasema kwa baada ya kulia walibaki wana furaha, walibaki wako na kicheko tena. Maandiko takatifu inasema wakajulishana wao kwa wao, huyu ni mtu wa aina gani ambapo hata pepo mkali na tufani inamtii na inamsikia na inatulia. Yesu Kristo asifiwe sana. Biblia inasema kwamba walishangaa, yani walikuwa wanatembea na Kristo, lakini kila ambacho wakujua kwamba Yesu ambao wanatembea pamoja naye yako na uwezo na mamlaka ya kutulisha bahari, yako na uwezo na mamlaka ya kutulisha tufani iliyotokea katikati ya bahari. Maandiko takatifu inasema kwamba wakashangaa na wakaulishana wao kwa wao kwamba huyu ni mtu wa aina gani, hata upepo mkali na tufani inasikia, inamsikia na inamtii na inatulia. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wameweka kiwango
kwake Mungu wetu wa ajabu. Wanajua kila ambacho Mungu anaweza fanya, na wanajua kila ambacho Mungu hawezi akafanya. Kila ambacho inatakana uwe nayo ni kuwa na imani. Maandiko takatifu nasema Yesu Kristo alivyoinuka akawauliza, je, imani yenu iko wapi? Mimi pia nimekuja nikuulize mama yangu, je, imani yako imepotea wapi? Mbona umepotesha imani katika Kristo? Mbona umepotesha imani katika jambo ambalo unayapitia? Imani ndiyo kitu ambao unafaa kuwa nalo ili ukapokee kila ambacho unahitaji. Yesu Kristo wetu wa wokovu asifiwe sana. Sijui unapitia katika hali gani, sijui ni upepo gani na kupiga, na asubuhi haya tumefika katika mwezi huu wa pili, na ndio hii tumebakiza siku 2 ili tuingie katika mwezi wa 3. Lakini sijui hali ambayo unapitia mama yangu, sijui hali ambayo unapitia ndugu yangu. Nimekuja na nimesema wacha nikarudie mara nyingine tena kwamba nimekuja na habari njema, kwamba nimeleta yule aliye na uwezo la kutulisha upepo ambayo inakupiga hapa na pale. Nimekuja na yule aliye na uwezo na mamlaka ya kutulisha tufani ambayo inakupiga. Iwe ni vita ya ndoa, Yesu Kristo wetu wokovu ndiyo na kuna uwezo ya kutulisha ama ya kupoesha ile vita ambayo inakupiga. Iwe ni vita ya boma, iwe ni vita kasini, iwe ni vita katika biashara, iwe ni vita ambayo inakupiga katika ndoa, katika jamii, katika kasi, katika biashara. Tunalo mtu anaitwa Kristo, anaitwa mtulisha bahari. Yeye ndiye aliyetulisha bahari wakati tufani mkubwa na upepo mkali ilivyotokea. Basi wanafunzi wa Yesu wakawa katika hali ya kulia, wakiwa katika hali ya kushangaa, wanasema tunakufa. Wakamwendea Yesu wakasema kwamba mkubwa, tunakufa, tunaangamia. Na Yesu Kristo aliye wokovu akainuka na akatulisha bahari, na bahari ikawa shwari, akatulisha tufani na tufani ikawa sawa. Biblia inasema kwamba wakashangaa. Nami pia nasema na asibi ya kila ambacho Kristo atafanya katika maisha lako, ninakuambia kwa hakika wewe utashangaa na utajiulisha, na yeye Yesu ni mtu aina gani ambaye kuna nguvu, ambaye ametulisha upepo mkali na vitu iliyokuwa inanipiga. Nimekuja nikuambie na asibi ya haijalishi vita ambayo inakupiga, haijalishi hali ambayo unapitia na asubuhi ya leo, na habari njema ni kwamba Yesu Kristo aliyekuokoa, Yesu Kristo ambaye ni mwenye wokovu, Mungu wetu wa Biblia, Mungu wetu wa wokovu ndiye aliye na uwezo na mamlaka na nguvu ya kutulisha bahari. Hakuna uwezo na mamlaka ya kutulisha tufani. Maandiko takatifu nasema walivyoanza safari ilikuwa sawa. Yesu Kristo akawaambia, haya na basi na tufuke mpaka ngambo ile ya siwa ili tukapeleke habari njema. Lakini katika safari ama katikati ya safari, basi upepo mkali na tufani ikatokea. Wakawa katika hali ya kufa kwa sababu maji ilikuwa inajaa katika chombo. Basi wanafunzi wa Yesu wakawa wanalia machozi, wanasema tunaangamia, tunakufa. Biblia inasema kwamba basi na wakamwelekea Yesu mahali ambapo Yesu alikuwa amelala. Maandiko takatifu nasema wakamwamsha wakimwambia, Bwana mkubwa, tazama tunakufa, tazama tunaangamia. Maandiko takatifu nasema naye Yesu Kristo mwenye wokovu, Yesu Kristo mwenye nguvu, aliye na uwezo, anaitwa Yesu Kristo mtulisha bahari, akainuka na akakemea upepo mkali na tufani, naye Biblia inasema kwamba naye bahari ikawa shwari, na wakaendelea na safari. Na Yesu Kristo akawauliza, je, imani yenu iko wapi? Je, imani yenu iko wapi? Maandiko takatifu inasema basi wao wakatazamana ama wakaangaliana moja kwa moja, wakaongea wao kwa wao wakiulizana, je, huyu mtu ni mtu aina gani? Kwa sababu walishangaa. Nami pia na asubuhi ya leo ninasema kwamba Yesu Kristo akiinuka kwa sababu yako, wewe utashangaa. Ni kwa sababu yeye anatenda mambo ambayo sio ya kawaida. Yesu Kristo akiinuka katika ndoa, akiinuka kwa sababu ya biashara yako, akiinuka kwa sababu ya kazi ambayo unafanya, kwa hakika hata majirani, hata maadui zako watashangaa. Nataka niombe na mtu wa siku ya leo ambaye anasema kwa hakika upepo mkali unanipiga katika ndoa yangu, upepo mkali unanipiga katika biashara, upepo mkali unanipiga katika maisha.
tufani mkubwa imetokea, niko katika hali ya kufa, niko katika hali ya hatari. Nimekuja na habari njema kwamba kama utakuwa na imani katika Yesu Kristo, maandiko takatifu kwamba Yesu Kristo akawauliza, je, imani yenu iko wapi? Ile nimekuja nikuambie, ama nimekuja nikakuletea habari njema kwamba kama leo hii na siku ya leo, ikiwa leo hii ndio siku ya mwisho ama Jumapili ya mwisho katika mwezi wa pili, kile ambacho Mungu anataka ni imani yako tu. Uwe ni imani na siku ya leo kwamba hata ikawa nimekuwa katika tufani, tufani mkubwa imenipiga huku na huku, upepo mkali nimenipiga katika nyumba, katika ndoa, katika jamii, katika biashara na katika kazi, leo na siku ya leo, kama utaamini tu kwamba Yesu Kristo ndiye mwenye nguvu, Yesu Kristo ndiye Mungu mwenye mamlaka, aliye na uwezo wa kutulisha bahari, aliye na uwezo wa kutulisha tufani, nawe pia na siku ya leo utamuona Mungu kwa macho yako, utamuona Mungu akikutenda mema. Yeye ni mwaminifu, yeye ni kimbilio, yeye ni jemedari, yeye ndiye aliye na uwezo. Nataka niombe na mtu, sijui unapitia hali gani, sijui ni tufani gani, hamu pepo gani inakupiga na upande gani? Inakupiga upande wa kasi, ama inakupiga upande wa biashara? Inakupiga upande wa nyumba, ama inakupiga upande wa ndoa? Inakupiga upande gani dada yangu? Inakupiga upande gani? Mungu alikuweka hapo ili ukapate kusikia neno la Mungu, ili Mungu akaangalie neno lake naye akakuokoe. Mungu wangu ni wa ajabu. Hata asubuhi ya leo hakuna mamlaka, hakuna uwezo, hakuna nguvu. Yeye ndiye Mungu peke yake, na kando na yeye hakuna mwingine aliye kama yeye. Yeye ndiye anaye uwezo ya kusimama. Nimesema na narudia ya mwisho kwamba Yesu anaye wokovu. Yesu Kristo ambayo ninaongea kumuhusu akisimama kwa sababu yako mama yangu, nakwambia wewe utashangaa. Ninakuja nikwambie, Yesu Kristo akisimama kwa sababu ya kazi yako, akisimama kwa sababu ya biashara yako, wewe utashangaa. Biblia inasema naye wanafunzi Yesu Kristo alivyosimama akatulisha bahari na akatulisha tufani, basi wakabaki wanashangaa, wakajulishana wao kwa wao, basi huyu mtu ni mtu aina gani ambao tu upepo mkali na tufani inamsikia na inamtii na bahari inatulia? Basi nawe utashangaa. Nataka niombe nawe, ninaamini kwamba umeingisha imani kwamba Mungu anakutendea leo katika hali yote. Mungu wetu ni wa ajabu, anakutendea. Kama uko na imani kama hiyo, nataka upige magoti yako chini. Kama uko na uwezo wa kufikia runinga, nataka ukalishikilie ile runinga, kwa sababu Mungu wetu wa ajabu anaenda kutenda ishara maajabu. Ni kwa sababu yako, na utakuwa na ushuhuda, ni kwa sababu amekutendea. Amini pamoja nami na tuombe ili tuone kila ambacho Mungu atafanya. Baba wetu, wewe Mungu wetu wa ajabu, ninakuita Mungu mtulisha bahari. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Jemedari, ukainuke kwa sababu ya mama huyu, inuka kwa sababu ya huyu mwanaume, inuka kwa sababu ya ndoa, inuka kwa sababu ya kazi hii, inuka kwa sababu ya biashara hii, ukawatende mema Mungu. Ni kwa sababu wewe ndiye Mungu anayetutenda mema. Tenda mema kwa sababu ya ndoa hii, tenda mema kwa sababu ya ile biashara, ukampangushe machozi hata ingawa upepo mkali na tufani imempiga upande sote. Baba yangu ukamtende mema. Inuliwa baba yangu, ukatende mema jemedari. Pokea sifa mfalme, ni kwa sababu wewe peke yako ndiye Mungu anastahili. Inuliwa jemedari. Asante baba yangu, ni kwa sababu umesikia maombi ya kila moja na umetenda kama Mungu. Ni kwa sababu wamekuchagua na wako na imani kwako kwamba wewe ndiye Mungu ambaye wamesimama kwa sababu yao. Inuliwa, Jehova barikiwa, ni kwa sababu umetenda. Katika jina lako Yesu nimeomba na hata nimeamini, amen. Mungu nakubariki, Mungu nakutende mema. Zidi kumtumainia Bwana, usiotoke nje ya kumtumainia Bwana. Biblia inasema amelaaniwa mtu anayetumainia wanadamu na ameacha kumtumainia Mungu. Endelea kumtumainia Mungu, kwa sababu akisimama kwa sababu yako, kwa hakika utashangaa. Maadui wako watashangaa. Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Mpaka Jumapili ijayo. Namba hizi hapa ni namba zangu. Ukiwa na jambo ambalo unataka tulisungumzie, piga namba hizi, tutaongea, tutaomba pamoja na tutaona kila ambacho Mungu anatenda. Niite Askofu Joseph Odindo, msaliwa wa Kisumu County. Nimeoa, niko na mke na watoto. Kwa sasa hivi ninavyozungumza niko Kibera. Ninakaa hapa na Nairobi, mali nataka Kibera. Hapo ndipo tuko na kanisa. Mungu awabariki na Mungu awatende mema. Mpaka Jumapili ijayo wakati kama huu. Shalom. Amen.
Eternal Father,